الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Naam, tunaendelea inshallah na mlango wetu tahara katika kitabu chetu cha Al-Badi Fiqhiyya, na leo inshallah tuko katika nukta ya an-najasatu al-mukhaffafa. Tulisoma an-najasatu al-mughallaba na sasa tunaingia najasatu al-mukhaffafa, najisi nyepesi. Sheikh anatuambia hiya bawlu sabiyi alladhi, hiyo najisi mukhaffafa ni najisi ya mtoto wa kiume ambaye lam yablughi al-hawlain, hajatimia miaka miwili, walam yataghadha, na hajaanza kula chakula illa bilabani, isipokuwa maziwa. Hiya bawlu sabiyi alladhi, hiyo ni mkojo wa mtoto wa kiume ambaye lam yablughu alhawlaini, hajatimia miaka miwili, walam yataghadha, na hajala chakula illa bilabani, isipokuwa maziwa. Kwa hivyo mtoto ambaye wa kiume hajafikia miaka miwili, yuko chini miaka miwili, mkojo wake ndio tunazungumza hapa, na najisi ndio tunazungumza hapa. Hatuzungumzi kile yale mavi, tunazungumzia mkojo huu kwa mtoto ambaye mwanamume yuko chini miaka miwili. Ingawa sasa hivi ni nani andra, maana siku hizi watoto wakizaliwa tu tayari wanapewa vyakula na kula, kwa vile sifa ya najisi mukhaffafa imeshaondoka. Lakini fahamike hivyo kwa mabadiliko haya ya dunia na nini, haiondoki hukumu aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiya bawlu sabiyi alladhi, ni mkojo wa mtoto wa kiume ambaye lam yablughu alhawlaini, hajatimia, hajafikia miaka miwili, walam yataghadha, na hajaanza kulaji illa bilabani, isipokuwa maziwa. Watathuru, na patataharika birashi mahaliha bilmai, kwa kupakukutia mahali pake kwa maji. Watathuru, patataharika birashi mahaliha, kwa kuparashia, ni pakukutia na kukuta pale bilmai, kwa maji. Watathuru birashi mahaliha bilmai, na patataharika kwa kuparashia mahali pake palipoingia maji, yani mpaka pale mahali ambapo paingia mkojo parowe pale. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume aliposema yughsalu, pataoshwa min bauli jawriya, kutokana mkojo mtoto wa kike, uyurashu, na patarishiwa maji na alghulami, kutokana mkojo wa mtoto wa kiume ambaye hajafikia miaka miwili kula pale. Yughsalu, pataoshwa min bauli jariya, kutokana mkojo wa mtoto wa kike, uyurashu min almai, na patarashwa maji na alghulami, kutokana mkojo wa mtoto wa kiume. Amma sabiyatu, ama mtoto wa kike, wal khuntha, na khuntha yule ambaye ana jinsia mbili, kama ni mdogo, basi fayajibu ghaslu baulaihima, ni wajibu kuosha mikojo ya wawili hao. Iko hadithi katika Sahih Muslim, sahaba anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume, kana yu'ta bisabihi, alikuwa analitoa mtoto mtume, watoto fayubariku alaihim, na anaombea dua. Maana ilikuwa ni kaida maswahaba, mtu akizaa mtoto tu basi anapelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile mtoto anakuwa anapelekwa kwa mtume. Kwa hivyo akifika mtume, jambo la mwanzo anamwombea dua, halafu wayuhannikuhum, anakuwa anasugunia tende, anachukua tende vile anatafuna, halafu anasugunia katika ulimi, ni sunna hiyo, anasugunia ule ulimi mtoto mchanga, halafu anameza. Basi siku hiyo akaletwa mtoto, fauti bisabii, akaletwa mtoto, fabala, basi akakojoa. Baada ya kukojoa, fadaa bimai, mtume akaagizia maji, faatba'ahum, basi akafuatisha kwenye mkojo ule watoto pale, wakafuatisha maswahaba katika ule mkojo ule mtoto pale alipokojoa kwa mtume sallam. Wala yughsilhu, na mtume hakupaosha pale. Katika hadithi nyingine, fada bimain farashahu, akaagizia maji mtume, halafu akarushia pale maji mpaka pakaroa. Kwa hivyo hii inaitwa najisu mukhaffafa. Mtoto akikojoa katika nguo yako au katika mwili wako, akatika chini pale, ni kwamba unakukuta maji mpaka panaroa, kiasi kwamba ule mkojo usidwe ile maji pale, itakuwa hapo ndio kesha toharika. Lakini mtoto gani huyo? Ni mtoto ambaye aliyekuwa hajafikia miaka miwili, na tena iwe huyu mtoto hajala chakula, isipokuwa chakula chake kikubwa ni nini? Ni maziwa ya mama yake.
Lengine tunajifunza hapa kwamba siku zote pakizaliwa mtoto basi katika mtani, kama kuna mtu khairi, kuna shekhe, ni vizuri ile mtoto apeleke kwa shekhe ile mtu, au mtoto ambaye anaonekana huyu mtu wa khairi apeleke yule mtoto, na ikibidi vile vile basi yule mtu ampe jina yule shekhe, atafute jina yule mtoto, na sio tukurupuke tukatafuta jina ambalo halina mbele la nyuma, halina mbele la nyuma. Majina chungu mzima haya yanayotoja sasa hivi ni majina ambayo maajabu ajabu tu. Utatafuta vitabu vyote katika masomo ya Mtume huyakuti majina hayo shaghala baghala tu, na huendekana wakati mwingine ikaya majina sasa ndio wanaudhuru watoto wetu kwa kaidi, hawasikii kwa majina ambayo si mazuri. Kwa hivyo ni vizuri tutafute majina mazuri, na majina mazuri basi tufuatize nani? Uelimu. Allah anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, basi ulizeni wale wajuzi wa mambo ikiwa nyinyi hamujui. Tayeb. Kwa hivyo hiyo najasatu mukhaffafa, anatuambia mtunzi, hiya baulu sabii alladhi, hiyo ni mkojo wa mtoto wa kiume ambaye lam yablughi alhaulaini, hajatimia miaka miwili, wala yataghadha, na wala hajala, illa bilabani, isipokuwa cha maziwa ya mama, watathuru, na patataharika, birashi mahaliha bilmai, kwa kuparashia pale mahali pake kwa maji, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume, yughsalu min bawli jariya, pataoshwa kutokana mkojo mtoto wa kike, yurashu min alghulami, na patarashwa maji kutokana mkojo wa mtoto wa kiume. Amma sabiyatu, hapa hadithi imeshilia hapo hapa ni maelezo ya mtunzi. Amma sabiyatu, ama mtoto wa kike, wal khuntha, na khuntha, fayajibu ghaslu bawlihima, italazimika kuosha mikojo ya wawili hao. والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.